Naam, ikiwa tarehe 11 mwezi wa 4 mwaka wa 2025. Karibu katika taarifa za AGR News. Mimi ni Videlis Moshogi, na taarifa za leo tunazianza kutoka eneo la Ikrenyo, kaunti ya Nyamira, mahali ambapo serikali ya nchi ya Finland imepeana rasmi na kukabidhi serikali ya kaunti ya Nyamira hospitali ya kima cha shilingi milioni 100 ambayo ni ya kushughulikia kina mama katika kaunti hiyo ya Nyamira. Gavana wa Nyamira Amos Nyaribo alihudhuria na alisema haya. It's been a key of our policy documents stretching back decades, and we have a very good collaboration with Kenya also in this regard. And from this angle, I think it's very nice to note that the Ministry of Health and the county government here in Nyamira are putting a strong emphasis on women and safe births. When we have such kind of high-quality health facilities, it enhances making sure that women can attend antenatal care 100%. We want women to deliver under skilled birth delivery 100%. That is our aim. The aim of our country is to make sure that we prevent preventable deaths. We make sure that no woman dies during pregnancy. No child is lost when is born. It's also part of our strategy to expand the capacity of this hospital to offer general and the more special surgeries away from Nyamira County Teaching and Referral Hospital. That is the new line with the spirit of devolution right to the grassroots. Na tukitoka kaunti ya Nyamira tunaingia kaunti ya Nakuru, mahali ambapo watu 12 wamefariki kutokana na ajali mbaya ya barabara ambayo ilifanyika katika barabara ya Nakuru Nairobi. Kulingana na wale ambao walishuhudia, walikuwa na haya ya kusema. Kiti ya nyuma, so nikapata kuna majamaa wanajaribu kung'oa hiyo mlango didisha, ndio sasa wakanitolea hapo, then wakaendelea kusaidia watu wengine, then we were put in one of the vehicles from Likana Sacco, ndio ikatuleta hospitali. So we were from town going to Kijabi Hospital. Madereva wanaenda kwa spindi ya hali ya juu sana na wengine wako kwa simu sawa. Tungewasihi tu madriver Kenya hii watembee, waende ile mwendo inastahili, waeke ile distance inastahili na wasikue kwa simu. Na pia tungeuliza the Ministry ya Transport and Communication, wanastahili sasa warudishe zile maneno za michuki. Watu wabebo wale wanastahili, madriver waende ile speedi inastahili ya 80, na pia wasiende wakikuwa na maneno na simu. Viongozi mbalimbali wa kidini ikiwemo wa dini ya Kiislamu wamejitokeza wakishtumu yale ambayo yalifanyika jana katika kaunti ya Nakuru, wakati ambapo wanafunzi ya shule ya Potere walikatazwa kuonesha tamthilia ambayo walikuwa wameipanga na kuitengeneza. Wanafunzi wale walikuwa wamepiwa vitoa machozi na polisi. Utaifa ni jambo la kupatiwa kipaumbele, first priority, kwa sababu tukikosa usalama wa kitaifa bila shaka nchi nzima kila kitu kitasimama, na yatakiwa serikali wawe macho kwa watu kama hawa ambao kwamba wanajaribu kupanda mbegu mbaya kwa watoto ambao kwamba ni wanafunzi innocent, hawajui lolote, watoto ambao kwamba wametoka majumbani mwao kuelekea maskuli kwa ajili ya kutengeza barabara ya future yao. Na tukimalizia ni kwamba waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen amejitokeza na kuendelea kuitetea serikali dhidi ya yale ambayo yalifanyika jana katika kaunti ya Nakuru, mahali ambapo wanafunzi wa shule ya wasichana ya Butere walipiwa vitoa machozi na polisi, huku akisema kwamba serikali haikuhusishwa kwa njia yoyote katika yale yote ambayo yalifanyika katika kaunti ile ya Nakuru. What I tweeted in 2013, and remember I was in government that time in 2013. These people were in opposition, so it was not an issue.
What I said then was that this script has received publicity, it can be discussed. This one also received publicity, but in the wrong way, by just broadcasting politics. But if it was just publicity about the evils or the challenges we have in our country, there will be no issue. I don't think William Ruto or any government official, President William Ruto or any government official is going to be threatened by a play. No, of course not at all. I mean, I saw people saying, oh, the government is threatened by what? I mean, we have faced so many other political issues. We have faced more serious security issues as a country to be threatened by a play by young people. The thing is, we are insisting, let the politicians give way and allow our children to criticize us. We have no problem. Allow them to also explore ways of communication that is going to help them grow to be responsible citizens. So we don't fear criticism. Taarifa za biashara Ruth Nyanchama atakupasha. Mimi ni Videlis Moshoge. Hujambo mpendwa na karibu katika habari za biashara. Tukianza ni kwamba shirika la kukusanya ushuru hapa nchini Kenya basi limezindua mfumo uitwao Gava Connect wa kuwasilisha na kulipa kodi. Basi shirika hilo limesema kwamba kama wewe ni mmiliki nyumba unayepata mapato ya mwezi ya kati 24,000 na milioni 1.25 lazima utalipa ushuru wa 7.5%. Na wabunge wanatarajia kupata mapato ya milioni 1.45 na marupurupu mengine. Hii ni baada ya kupata nyongeza ya 396. Nchi ya Marekani imesema kwamba ushuru unaotozwa na Kenya kwa kampuni za kigeni za kidijitali basi na sheria zingine zinaathiri pakubwa biashara za kampuni kama vile Google, Amazon na Netflix, ikiuliza Kenya kuangazia swala hilo kati ya siku 90. Nikome hapo kwa sasa. Jina langu ni Ruth Nyanchama.